sisi tunapoelekea na masaa zetu yanapoyoyoma. Mtumishi wa Mungu Isaya akasema katika Isaya 21 fungu lake la 12 akasema aje msomaji? Isaya 21 fungu la 12. Soma. Mlinzi akasema, mchana unakuja na usiku pia. Sasa mchana umekuja na usiku pia unakuja. Mkitaka kuuliza, watu wachungui, mkitaka kuuliza swali lolote, ulizeni. Basi ulizeni, kwa sababu tutakapoondoka sisi hapa, ninajua utakuwa na maswali ambayo wenda ungeuliza tukiwa hapa. Na nataka kushukuru Mungu sana kwamba watumishi wa Mungu ambao wamekuwa hapa hawajajibu maneno haya kwa mujibu ya mawazo yao. Wamekuelekeza kwa ufasaha katika Biblia, wakikueleza yale ambayo yameandikwa, na tunashukuru sana kama mmekuwa waaminifu. Mmepima watumishi hawa kwa mujibu wa Biblia. Kama wangesema hadithi zao, kama wangezungumzia yao tu, wenda tungekuwa na mashaka ya kwamba watu hawa hawana nia na uzima wenu. Lakini maandiko yanasema usiku unakaribia, mchana umekuja. Ukitaka kuuliza basi ulizeni na muje tena. Watu wa Mungu, mwalimu ambaye alianza hapa leo alijibu maswali kwa njia ya ufasaha, na naomba uweze kusikia hivi ya kwamba ulimwengu huu tulianza kwa kusema kuna Mungu wa mbinguni na kuna yule ambaye ni adui wa Mungu. Na nashukuru kwa wote ambao walipeana maswali yao ili kutuonyesha kwamba ni yapi maandiko inasema. Swali ambalo mwalimu alishughulikia sana ilikuwa ni swali ya masanamu. Sikia wapendwa, katika kitabu cha Zaburi msomaji, kitabu hiki cha Zaburi 115 fungu lake ni la kwanza mpaka fungu la 8. Nataka kuweka uzito kwa kila ambacho mwalimu alijibu kwa swala la sanamu. Inasemaje msomaji? Bwana. Zaburi anasema Bwana, kutukuza usitutukuze sisi. Lazima wewe uweze kutukuzwa. Bali ulitukuze jina lako. Bali Mungu wa mbinguni, katika mambo haya yote jina lako litukuzwe. Kwa ajili ya fadhili zako, Mungu wewe ni Mungu wa fadhili. Kwa ajili ya uaminifu wako, Mungu wewe ni mwaminifu. Kwa maana kwa nini mataifa kusema, kwa nini leo hii mataifa wanasema, yuko wapi Mungu wao? Mungu yuko wapi? Lakini Mungu wetu yuko mbinguni. Wapendwa wakaaji wa Chongoi, Mungu alikuwa hapa ili kuambieni habari ya Mungu aliye mbinguni. Hatutazungumzia miungu mingine katika dunia, maana ulimwengu huu una miungu. Wewe ni shahidi ya kwamba juzi si mbali, Ndeta alitokea Kakamega anayesema yeye ni Mungu wa tatu duniani. Hivyo ulimwengu hii na miungu. Wewe ni shahidi ya kwamba juzi tu ulisikia Yesu atangoreni vilele akizungumza. Umesikia miungu mengi, lakini maandiko yanasema Mungu wetu ambapo mhubiri hapa, huyu Mungu wako hapo msomaji. Inasema mstari wake ni 3 Zaburi 115. Kama msomaji. Lakini Mungu wetu yuko mbinguni. Alitakalo lote amelitenda. Yale ambayo ametaka amelitenda hata kwa soko la Chongoi. Sanamu zao ni fedha na dhahabu. Sema katika mataifa sanamu zao ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Tena hii sanamu si ya Mungu, ni kazi ya mikono ya wanadamu. Zina vinywa lakini hazisemi. Sanamu yote kwa dunia hii ina vinywa lakini haizungumzi. Zina pua. Hata sanamu ikichongwa, wewe ni shahidi leo, wanaweka sanamu ambayo ina mdomo lakini haizungumzi. Na hii sanamu vile ina nini msomaji wangu? Zina macho lakini hazioni. Macho lakini ukiambia nitazame hakutazami. Zina masikio lakini hazisikii. Sanamu ina masikio lakini haifanyi nini? Haisikii. Alafu zina pua lakini hazisikii harufu. Yaani Biblia inaeleza wazi ya kwamba sanamu zote katika ulimwengu huu anajaribu kueleza ya kwamba wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii, wana vinywa lakini vinywa vyao havisemi jambo lolote. Ndio mwalimu wa nabii akasema hivi ya kwamba dunia hii kuna yule ambaye amesimama, na anaposimama anazungumza
ya kusikiliza pia maneno ya Mungu. Hivyo wapendwa, sanamu zote za dunia hii, hata wewe mwenyewe tembea, ukienda kwa chumba chako jioni ya leo, angalia kwa ukuta, utaangalia picha kama yako, lakini ukizungumza naye aweze kukujibu. Hivyo ndivyo masanamu yalivyo katika ulimwengu huu. Sanamu zote ndani ya nyumba, ndani ya hekalu, hata kwenye kaburi, sanamu zote haizungumuzi. Lakini Mungu wa mbinguni anayetaka watu wawe na uzima, yeye anazungumuza. Tena ni Mungu mwenye rehema na Mungu aliye mwaminifu sana. Wapendwa, watumishi wa Mungu wameweka mambo haya wazi. Kila ambacho kimesalia, wewe ufanye uamuzi. Utumikie miungu ambayo haizungumuzi, miungu ambayo haina macho, miungu ambayo haina masikio, na hata kama inayo haifanyi chochote ili kukusaidia uweze kuwa na wokovu na uzima wa milele. Haya ndio maneno ambayo Mungu alikubali watumishi wa Mungu